omenda koso gi mag usuru nyalo miyo anene derepe mantiere kanyo mobago ng'anyo mamuolo kinyi makawuono giwacho ang'o to ginang'o ma gidwaro ahinya odiochiengni makawuono. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch mana kaka iwacho no wantiere kaunti ma Mombasa kuma odiochieng' makawuono ne wago tach aluora mar Bonje kuma jogo mariembo loche madhi masafa mabor koni ok gimor gi moko kuom chike masani oketnegi gi duol mar NTSA. Gikoni moko kuom chike makamago gikoni en kaka dwaro ni mondo gidoge skul kendo gipuonjre riembo mar temo gayo masiche mag apaya mosebedo ka timore. Gikoni mano ok girwako ni mar chike moko ket malong'o gi apaya maricho ma samoro kelo masiche makamagi. To kata kamano an kodgi kaendi adwa mani gilerno ane mathoth ni to ng'ur margi en mane to paro mane ma gin go magiparo ni piny wacho onego tim mar neno ni masiche mag apaya samoro dok chien. Karibu sana, tueleze tu kwa jina, tuambie nyinyi akina nani na malalamishi yenu ni yapi? Kwa majina mimi naitwa Roman Waema, natoka kwa chama cha madereva wa masafa marefu hapa Kenya, na malalamishi yetu zaidi ni kwamba Wakenya siku hizi wanakosa kazi. Wanapokwenda kutaka kuajiriwa wanakosa kazi baada ya president kuintroduce pesa ya NSSF. Ni kwamba tunapokwenda katika kazi unakuta tajiri ana prefer zaidi kuandika wageni kuliko Wakenya wenyewe. Kwa sababu sasa tunavyoongea hii sekta imetawalwa, kwa sababu kama 65% sasa ni foreigners ambao wanafanya kazi hapa, na ikieleweka kwamba mojawapo ya agenda za serikali ya UDA ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Wakenya wanaajiriwa, na vile vile ni haki ya kikatiba Wakenya wenyewe kuenjoy waajiriwe katika nchi yao. Lakini sasa unakuta wageni au matajiri wameviolate zile rights za wale Wakenya kwa kuajiri wageni wakiwacha Wakenya nje. Mbona pia mkizungumzia swala la baadhi ya sheria ambazo zimebuniwa na NTSA ambazo mnasema hamkubaliana nazo, labda ni sheria kama zipi? Sisi hatukubaliani kabisa na hizi sheria za NTSA ambazo wanasema wataritesti madereva after 3 years. Huu ni ufisadi na ni kufungua mlango wa ufisadi. Manake nauliza, je, yule dereva atakapoanguka ule mtihani na amekuwa akiendesha gari miaka yote, watatenda haki huyo dereva asiendeshe tena gari kwa sababu ameanguka mtihani? Huu ni mlango wa ufisadi, kwa sababu hata siku hizi ukiwa na shilingi zako 6,000 unawekewa muhuri wa CE tu, bora uende pale uongane uwekewe. So tunasema hii itakuwa ni gharama sana kwa madereva kurudi tena katika shule. Tumeona majumba akianguka, hatujaona mainjinia wakiwekewa sheria mengi. Sasa leo hii ajali peke yake ndio ambayo inafanya madereva waletewe hizi sheria mingi. Na mwanzo hii TSA tunataka kujua ni kampuni ya nani ama ni nini? Manake ni kama ina act kwa sababu ya mtu. Kwa mtazamo wako chanzo cha ajali ni nini? Manake lengo lao kusema kwamba madereva warudi tena wakaguliwe upya ni kama njia moja kujaribu kupunguza swala la ajali. Pengine kwa mtazamo wako nini inasababisha ajali? Barabara ni mbovu. Barabara ni mbovu. Kutoka hapa kufika Mtito, hiyo si barabara. Kusema ule ukweli, ni barabara mbovu. Alafu tena pia istoshe, tunahitaji pia kubadilika kwa tabia. Hili ni swala ambalo lingehusisha watu wengi, kwa sababu kuna mtu hapa paka avute mabomu ndo aendeshe gari. Kuna mtu paka ale mgukaa tena ndo aendeshe gari. Kuna mtu paka awe na chupa ya mnazi kwenye akili ndo aendeshe gari. Hakuna mahali ambapo wameweka checkpoint ya kupima wale madereva ambao wanaendesha magari wakiwa walevi. Hakuna mahali wameweka. Isitoshe, hizi barabara nyembamba namna hii ndo zinafanya NTSA walete hao masharti yote mengi hayo. Hii ni kampuni ya mtu bana. Asante sana. Nipate mwingine tena. Sudah na machingni chekna ginyingi tinyisa ni yuak ni en mane. An yuak na kaka dereva. Nyinga anilo ane Elvis Ajuang. Benda dereva. My chairman wamo kwa Mombasa kwani. Muru gin mage? Muru en NTSA. Sheria magikelo kwa kunyalre. Nikech kata mabendo wana nontino dongto. Daktache dok ga school adiel. Kata kitimo form 4. The college lawyers gidoga school. Koro gimagidwaro nono ka bro dhi chamo wa pesa moromo waongego. Ipani ang'o gini monego beni temo mar gayo masiche mag apaya mosebedo ka timore pachoka? Chutho ne long distance drivers mariembo trucks. Gimonego ging'e nikech mostly gimakelo gigi en dhano all. Iyudo ni wuok kae maybe the port park here. Ikaw kata mna gimoro 24 hours pod in port. Kiwuok port boss pod ng'isi ni dhia maonge yueyo. Iwinjo. Mano onego ging'e. To kaka wadwa ni owacho, onego giket police along the road. Mondo kata kam toka iwuok Mombasa from a certain time, mondo bed noted ni gari ni wuok Mombasa a certain time, onego yue at a certain point. Okonego kal checkpoint.
wamago gik ma avoid accident, lakini sheria magikelo gia okane kabla konyo. Sasa kama na yenye tueleze tu kwa muktasari tu, suluhu ni nini? Suluhu, mimi naitwa Sudi Mwatela, chairman wa Kenya Long Truck Drivers Union na pia chairman wa Africa Truck Drivers Union. Suluhu iliyo kubwa hapa ni serikali kupanua barabara, kuweka barabara mbili kutoka Mombasa mpaka borders zote. Hiyo ndio suluhu moja kubwa zaidi, kwa sababu hizi gari Kenya zimekuwa mingi zaidi. Gari kila siku zinanunuliwa, barabara hazitengenezwi. Wametengeneza Nairobi pale barabara ya kulipa, lakini barabara ambazo zinaleta pesa Kenya haziangaliwi. Hiyo ndio kitu lioko. Baada ya kubadilisha leseni hazitasaidia jali. Hata ukibadilisha leseni NTSA fanya nini? Hii ni kuleta mambo ya corruption. Sisi hatutakubali jambo kama hilo. Na sisi, mimi kama mwenyekiti nazungumuza kinywa wazi kabisa, mapana kwa serikali. Ikiwa hawata withdraw hii statement ambao wamefanya hivi, 21 days tunaitisha national strike. Madereva wote wa mabasi, wa malori Kenya nzima tutagoma. Hiyo kitu mimi nasema. Na nasema wazi, hata kama nani ambaye anasikie, mimi nawaambia wazi, hatutakubali hili jambo. Kama unataka Murkomen akuje huku chini aulize tatizo, atapewa tatizo. Na akifuata hilo hata atasifiwa kazi yake. Lakini kama atakuwa kule anaenda na wale watu wakubwa kule ndio aulize shida nini, aambiwe, anapotea. Wanamudanganya. Na sisi tunataka afanye kazi kama alivyoahidi wa Kenya atafanya kazi, afanye kazi. Lakini kwa kurudisha dereva wa Kenya kushule kwenda kusoma, hakuna shule ambayo inaweza fundisha dereva wa Kenya tena. Ile kitu wanaweza kufanya nini? Ile kitu wanaweza fanya ni kufungua defensive schools ambazo watafundisha mambo ya safety peke yake. Mimi hiyo naweza ikubali. Lakini habari kurudisha mtu sijui BC, sijui B2, B3, B5 waachane nayo. Bila hivyo tunasimamisha uchumi wote wa serikali. Ndio chea. Mana kaki winjo janeno mar Ramogi, mago mana moko kuom drepe mariembo loche mawuok e Mombasa kaende kadhi e pinje mopogore, kachiwo ng'ur margi ka gikoni moko kuom chike